mpakwa mafuta wa Mungu, mchungaji Roboam. Mwanzo wake mchungaji huyu, maisha yake yalikuwa magumu sana. Alikuwa hana hata viatu, hana hata ndara. Alibahatika kuwa na yebo fulani ilikuwa kubwa, oversize. Mbaya zaidi, hata baada ya ile yebo kuwa imekatika, aliendelea kuishona huku akipiga neno la Mungu. Taratibu taratibu wananchi wakamgeuza jina lake, badala ya kumuita Roboam wakamuita Mayebo, na mpaka jina hilo likajikuta limeshika kabisa, na yeye akajijua kwamba anaitwa mchungaji Mayebo. Na hata baada ya kwamba amefanya kazi ya Mungu kwa muda mrefu kwenye mazingira hayo hayo magumu, hata alipokuwa ameshaanza kupata tu viatu twa mtumba na yeye na kadawa, ana blashi na suti zilizopauka, lakini bado lile jina liliendelea. Sasa basi, kumbuka sio mtumishi tu, ni mpako mafuta kabisa. Amebeba kibali cha Mungu. Wakati wanamjadili mtumishi wa Mungu katika kanisa lake alilokuwepo pale mazingira ya Omchirombe, katika kijiji kile ambacho Bwana alimpeleka akakiokoe, aliendelea na ibada, aliendelea na mahubiri. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendo katika Bwana, ziacheni njia zenu mbaya, mje mkombolewe kwa Bwana. Ziacheni njia zenu mbaya, mje mpokea uzima wa milele. Kwa Bwana panatajirisha, kwa Bwana pana vyote. Neno la Mungu linaniambia kwamba ukiishi katika utakatifu, iko siku Bwana atakuinua. Bwana ni wa wanyonge. Angalia historia ya Daudi, alikuwa mchunga kondoo. Angalia siku ilipofika, Mungu akamtuma nabii Samueli, akamwambia nenda katika familia ya baba yake Daudi, yuko mtumishi wangu pale, nenda ukampake mafuta. Huyo ni wa kwangu wa damu, huyo ni wa shughuli zangu. Tunajifunza kwa Daudi, Bwana akamuinua, akawa mpiganaji, akakomboa familia katika mikono ya Goliati. Lakini pia tunajifunza katika upande wa Musa, baada ya kukuta wale watu wanagombana, akapiga akaua, bahati mbaya akakimbia, lakini kwa sababu alikuwa amebeba utakaso na baraka za Bwana, kule alikokimbilia akawa mchunga kondoo za baba mkwe wake. Lakini Bwana muda ulipofika akamwambia Musa, rudi kwa wana wa Israeli, machozi yao yamenifikia, rudi ukawaokoe. Lakini bado tunajifunza katika upande wa Yusufu, ndugu zake hawakujua kama ni mbeba vibali. Aliendelea kusugua neno, kupiga neno mpaka mafuta wa Bwana. Yes! Maneno ya Injili na kuhubiriwa kwa mwana wa Mungu aliye hai, pamoja na ujio wake. Alihubiriwa Yesu Kristo, habari za kufa kwake, habari za kuja kwake na kufa kwake na kuondoka kwake na kurudi kwake. Alihubiriwa juu ya habari ya matendo ya mitume. Mtumishi wa Mungu mchungaji Mayebo alisimama vizuri katika njia za Bwana. Kumbuka katika kipindi chote hicho bado hajawahi hata kuwaza kuoa, na Mungu hajamsemesha juu ya hilo. Lakini huwezi kumuona amepita zile njia unazoendaga wewe mlokole mwenzangu.